expert wa leadership and governance. Are you today saying that a young man mwenye ameanza hustle yake hapa na pale, ameanza kupata hela yake hapa na pale, are you advising young people not to jenga ushago ama kuchukulia historia ushago na nyumba isikuwe first priority, ama basically what are you saying? I'm saying this. Yes. Ukianza kupata, don't rush that decision. Don't. Usikimbie. Yes. Hold. Kenya hii tuna ugonjwa mbaya sana. Okay. Ya mashindano. Ya mashindano ni namba moja. Yes. Pili nitaita plotitis. What is it called? Plotitis. Okay. Every corner unataka kuwa na plot. Yes. Kona ile plot. Kona ile ingine na ni plot. Hiyo ni ugonjwa. Of course hiyo ni ugonjwa. Na kuna watu wanasema hiyo ni utajiri. Wacha nikueleze why I think ni ugonjwa pia. Okay. Ile labda ni my opinion, but All this is how I see it. Yes. Unakuta mtu ashaanza kupata hela zake na ushakusanya plots every corner. Yes. Mara nyingine unaona kuna kampuni mpaka inakupandisha ndege, yes, inakupeleka ati Malindi kwenda kuangalia plot. Nani Pata unajua unaniongelea sana. Sasa ndio hiyo sasa. Yes, ukiona ukibebwa na ndege kupelekwa kuona plot. Yeah. Biashara sio plot. Yeah. Biashara ni kubebwa na ndege. Okay. Otherwise ile shamba unaenda kuona haipo. Haipo. What if you can allow me? If you can allow me, there's a time. Mungu wangu jamani. Hiyo kampuni ikasema, twende mkaone sasa plot za Malindi. Mwakideo ni nani? Mwakideo, tutakuweka kwa ndege mpaka Malindi. Nikasema, this is my retirement plan. Hii sasa nataka nishike hii plot nipige fence. Alafu hapo naenda kujenga holiday homes. Mimi mwenyewe na familia yangu tukitaka kwenda holiday tunakwenda Malindi. You know? And then pale nikawa na idea kwamba hiyo plot nitajenga nyumba yangu, but still nitaweka other homes for other people who want to come. Alafu nitaweka swimming pool pale, nitatengeneza bar and restaurant, alafu nitatengeneza na inaitwa nini ile playground. So that other families pia zinaweza kuwa zikikuja, inakuwa kama family destination Malindi. Mimi nikasema hii nayo. Straight ndege paka Malindi. Nachukuliwa Malindi pale. There was a driver waiting for me. Na gari, it was a 4-wheel car. Ile heshima bado, nilikuwa mtangazaji na heshima fulani. Nachukuliwa na ile 4-wheel car. So nikaanza, mimi nimezaliwa Mombasa, nimelelewa Mombasa, I know Mombasa, nje ndani, pwani yani. Mimi ni mpwani. Okay. So tukaanza kwenda. Nasema jamani, si sasa tunatoka Malindi. Sasa tena hatuko Malindi. Hapa sasa hatuko Malindi jamani. Hamuko Malindi tena. Tunaenda wapi tena? So tukaenda mpaka eneo linaitwa Marereni. So kufika Marereni haitoshi. Sasa tukatoka kwa kitu inaitwa lami. Tukaingia kwa kitu inaitwa Maram. Wacha safari sasa ndo ianze kwenye Maram. Mkaenda. Tulienda. Dunia haishi. Dunia haishi. Mahali nilifikishwa nikaambiwa sasa hapa ndo unaweza kupata 1 acre. Na mimi nikamwambia Mungu wa Isaka, Yakobo na Abrahamu ambaye nampenda, mimi ni Mkristo, nimelelewa Kikristo maisha yangu yote. Kristo, katika maisha ambayo umeniruhusu kuishi kwa hii dunia, na kuomba tena usiwahi kunileta hapa mahali. Katika haya maisha umeniruhusu usiwahi Kristo. Nikamwomba kabisa, nikamwambia Mungu wangu, na kuamini usiwahi tena kunileta hapa mahali nimekanya. Sitaki kupaona hata pakikuwa kama London tena. Don't ever bring me back here. And that's how we drove back all the way to Malindi. A long distance. That is how God saved you. And I said never again. Never. And I said these people wakuniambia huko na shamba Malindi diani wapi nasema unajua wewe ni mmoja kati ya wale 100. Na ndio nimekuambia kubebwa na ndege. Hiyo ndio biashara. Ile ya shamba sio biashara. Hiyo ushachezwa. You rigged even before you start the game. Okay. Because hii game, rather money is a game. Okay. And before you start that, wakati ulipobebwa na ndege, game ilishia wapi? Hapo. Wewe niulize, uliposhuka hapo, unauziwa mambo machache, unaambiwa hii shamba kwa mfano liko na title, siku moja maji itakuja, kutakuwa na barabara na stima. That is like 50 or 30 years
to come. Yes. Umewekelea your 100,000 hapo kwa mfano kwa eka moja labda 100,000. Okay. Unaona bei ya 100,000 unaona hii iko sawa. Yes. But ukikaa chini ujiulize what is return on investment? Yes. 100,000 for the next 30 or 50 years. Yes. Itakuzalia shilingi 5,000. Ina appreciate nini? Kama ulienda ukakosa kuchukua, ina appreciate nini? Na nikajiambia sitawahi. Hata walinipatia bure, wakaniambia Mwakideu, you have 1 acre already here. Uko na eka yako moja hapa tayari tumekupatia wewe. Sasa wewe hata usifikirie mambo ya kununua tena. Vile umesema tunakupatia. Sasa wewe what you do, wewe tu hype tu katika mtandao. Bas. Mimi nikasema siwezi kudanganya followers wangu. Kwa sababu hilo shamba it will not even it will not even appreciate. Security is an issue. But unakuta mtu mwingine by the way, yeye habebi na ndege, ni silent, amenyamaza, amewekelea kwa mfano hizo pesa akaenda akawekelea in another investment. Okay. Maybe with 12 or 15, 20% per year. Okay. Wewe ambao unajifanya mjanja, ushabebwa na ndege, uko na ploti. Of course, kama Mkristo watu hupenda tuende tujisifu, tuseme tumebarikiwa. Yes. Those are the things that we call blessings. But ukweli ni kwamba that is slavery. See, that is not a blessing. It is slavery. Blessing inakupea stress. Blessing haikui. Si ndio? Mbona ulikataa wewe? Mimi hata sitaki kurudi huko. Sitaki kujiona huko tena. Kwa sababu labda ya your exposure. Yeah. Si ndio? Yeah. But how many people are exposed as you? Like you? Very few. So your question was whether I'm advising young people ambao wameanza ku-earn wasinunue. Yes. This is what I would advise. One, delay that decision ya kununua shamba. Okay. Delay it. Delay it. You're not saying no, don't buy. Yes. But you're saying delay it. Until you build assets that generates income.